Wapi nduru ya baraza? Wacha niwaambie, Mboa umefika na ni sasa, na kama sio sasa ni wapi? Kumaliza katika nchi ya Kenya, Ruto must. Kama unataka kumaliza abduction, Ruto must. Kama unataka kumaliza kiburi na maringo katika nchi ya Kenya, Ruto must. Alambe. Nikimalizia, tulikuwa hapa na tukasimama na mheshimiwa Natembeya na mheshimiwa Baraza tukipigania hii Trans Nzoia yenu. Hii Nzoia Sugar. Hii Nzoia Sugar ni mtambo wa wananchi. Kama Ruto anazungumza na Mungu akijalia tuchukue serikali, uwanja ndege ambayo Wetangula na Lusaka wamechukua tutarudisha kwa watu ya Bungoma. Kitu ya tatu na ya mwisho, najua Bungoma watu wengi wakigonjeka tunapeleka Eldoret, si ndio? Mungu akinijalia niwe gavana, hizo nyumba wanajenga za affordable housing, mnasikia? Nitabadilisha ikuwa hospitali niweza kutibu nyinyi wote. Asanteni na Mungu awabariki. Haya. Bungoma oye! Bungoma oye! Umeona George Natembeya? Mumefurahia? Mimi naitwa Nuru Okanga. Na mimi niko na ujumbe moja. Kuna kumbavu kuli mwingine huko Nairobi alisema ati raia akikaribia polisi apigwa nini? Apigwa nini? Mimi naambia ule jamaa badala ya risasi akuja tuonane na yeye one on one. Mundu kumu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Omingo Magara. Arambe! Naitwa Omingo Magara na chama cha PDP pamoja na Kenya National Congress, Kenya Social Congress. Ndani ya hii muungano tujenge serikali nyingine. Sawa. Hapa tuko na Mheshimiwa Kamosi. Arambe! Kasongo 2027. Asante sana. Harambe! Muko. Wamama mpo. Mulisikia ule mama Nairobi anasema ati vijana wasiende maandamano? Mulisikia yule mama anasema vijana wasiende maandamano? Ati anapeleka sheria mbovu tawe. Justin Muturi. Bungoma ni nyinyi kwa mmeamua Kasongo nyumbani, lakini mnaibuka na sababu ya aende nyumbani. Si ya kwanza ni vile ameua vijana wetu, ya pili ni vile anaendelea kuiba mali ya mwananchi wa kawaida wa Kenya, ya tatu ni vile anaendelea kupora payslip ya mfanyikazi yoyote ndani ya nchi yetu. Lakini ya nne, sijui kama imefika hii habari hapa Bungoma, niwapashe ati duniani yote watu wameulizwa maswali, watu wapeane ni rais mgani dunia kote una mfisadi zaidi. Hii sio uvumi. Kenya ni nchi, na mpaka wimbo wetu nasema Kenya yastahili nini? Lakini tukiwa na rais ambaye ndiye mfisadi zaidi duniani, tutapewa heshima kweli? Aende asiende? Na mnajua Kasongo sio tu kwenda. Uwezi kuwa umeiba vijana, umeiba mali ya wananchi kama vile Nzoia.
Kasongo tukimtotoa kule Ikulu mara moja kotini. Huyu Kasongo ni mtu anastahili kuwa jela maisha mwake yote ile mabaki, kwa sababu hatuwezi kuendelea kufanya mambo the same things expecting different results. Ati mtu amepora mali, ameua vijana, ati tukipiga kura tunamwambia aenda ukafuge kuku. Itawezekana kweli? Ule mzazi ambaye mtoto wake ameuawa atapata heshima yake namna gani? Haki yake itatoka wapi? Ndio mimi nasema hapa nikiwa Bungoma, huu muungano ni muungano wa haki na umoja wa Wakenya wote, na pili hatujali vile tunataka kuunga mkono yale Wakenya wamekataa, kama vile ndugu yangu George Natembeya huwa anatuambia tuseme Kasongo. Ni kweli? Sasa kabla niondoke, mimi hapa Bungoma nataka nione, kwa sababu hapa ndio nilianza kufanya kazi yangu. Hapa ndio nilianza kazi miaka ya pita 40 na kitu hapa mahakamani. Lakini sasa kwa sababu nilimpasha ndugu yangu wetangu la kazi, wacha nimsaidie hapa hii ya leo. Watu Bungoma tunataka kutoa uamuzi wetu leo, na nataka kuwauliza swali. I want to put the question. Mko tayari? Ndio ufisadi uishe, ndio mauaji yaishe Kenya. Tunasema Kasongo, as many as that opinion say no. As many as the counter opinion say no. The eyes of it. Kasongo nyumbani na kotini. Wale tupate wimbo kidogo kutoka kwa rafiki yangu, ndugu yangu Mukisa Kitui. Wana Kenya sikilizeni niwaambieni, hebu ndugu sikilizani niwaambie, wakati Uhuru akaenda, Ruto kakaja mbele, makaleta hasara, kuiba uchumi, kuua vijana. Wananchi wote sasa wamekataa, wana Kenya wote sasa wamekataa, wamesema Ruto aende, arute kuweza goi, aende kuchunga kuku, aende kufuga ng'ombe. Mimi nilikuwa naongea dakika 2, lakini tatakuwa tu dakika 1, na moja ni mtunuku one of the 2 young men wenye na makende 3 katika Senate ya Kenya. Moja ni Sifuna, mwingine ni Onyonga. Onyonga will take my 2 minutes. Nenya kumbola ko lyongen. Nengenda ne baso ribando bulu birale hey mila. Ye mila munju yewe fwe kwakana nebweni. Okale kawenje kechekere ngama sikama amaiko kenywe tawe. Chikura chichameno chibebo byama bya bandu bevwe. Bano bekene de chichame wabwe. Cyo kupima ne kamani. Asante. Haya basi. Haya tupatie mheshimiwa Onyonka. Haya watu wa Bungoma mko? Nataka kuona kama watu wa Bungoma mnasema one town. One town. Mimi naitwa mheshimiwa Bikul kutoka Trans Nzoia. Yule mtu ambaye mlisikia walimtuma Ruto akanishika akaniweka ndani Eldoret, Kitale, nikasumbuliwa kwa sababu ya kusema ukweli. Mnanisikia vizuri? Mimi nawahakikishia, mimi nilikuwa Ford Kenya, na mimi nilitembea na Moses Masika Wetangula. Ijapokuwa kazi ambayo walituahidi na Ruto 30% ya Waluya ilienda wapi? Sisi tunauliza hiyo swali. Na Mudavadi, Mungu amani wabariki, tutarudi siku zingine. Thank you very much. Mheshimiwa Onyonka. Asante sana. Kuna mzee mmoja atajitambua jina,
Harambee. Naitwa Pema kutoka Kasarani, tunasema Murkomen must go. Wakati wanasema Harambee. Sitazungumza mengi. Nitasema mambo mawili tu. Jambo la kwanza, ningependa kuongea kwa Kizungu. Na ingine nitaongea kwa Kiswahili. 1 minute clear. Wananchi wenzangu, watu wa Bungoma, kwa wale ambao hamnijui, mimi naitwa Richard Onyonka. Mimi ndio nilikuwa deputy party leader ya Ford Kenya. Nao ningependa kusema hivi, nyinyi ndio tutategemea mbadilishe Kenya. Sisi, mtu kama mimi naweza kwenda kwa TV, nasema watu ni waizi, nasema watu ni wabaya, nasema watu wanaua watoto, nasema watu ni wafisadi, nasema watu wameuza Nzoia, nasema wameuza Mumias. Lakini kila wakati tukisema hiyo, naona watu wanakaa wananiangalia. Hii mambo lazima ikome. If you want a country that is reliable, that takes care of his people, that takes care of his most vulnerable, that takes care of people with disability, that takes care of people from Bungoma, then we must demand good governance and management of state resources. Tunaelewana? The government must stop giving members of parliament positions to employ their relatives. They must stop that with TSC. They must stop with the police. They must stop with the army. And they must stop with what? Prisons. Ni matajiri sisi ambao tumechaguliwa, tunapewa manafasi ya watoto maskini, tunapea wale ambao ni wa ukoo wetu. Nyinyi mnabakia mkiwa fukara. So I am asking you to finish off. Kubadilisha hii mambo yote. Ruto must. Ruto must. Ukisikia Kalonzo Musyoka, Ruto must. Ukisikia Fred Matiang'i, Ruto must. Ukisikia Cleo Malala, Ruto must. Ukisikia ndugu yangu, rafiki yangu ambaye alikuwa UNIDO, Mukisa Kitui, Ruto must. Na Onyonka anasema nini? Onyonka anasema nini? God bless you and take care of this country. You young people, some of us may never live to enjoy this country. Some of us can be killed anytime because of what we are saying. Take this country and lead. Make sure Kaongo does not mess it. Thank you so much. Haya, asante kabisa. Sasa haya, Bungoma oye! Bungoma muko? Kabla Rigijia ongee, mimi nimeleta salamu za kutoka kule Kakamega. Mumepokea salamu za watu wa Kakamega? Mimi nataka kuongelesha county commandant, police commandant wa hapa Bungoma. Mimi nasikia wewe umepewa pesa, umeamurisha OCPD na OCS washike vijana wetu hapa, wawaingize kule ndani. Mimi ningependa kukuambia kwamba tufate sheria. Hawa vijana ni vijana wanataka kukomboa nchi yetu. Mimi nataka kusema hivi, bwana county commandant, kama utaendelea na hii maneno, sisi tutakushtaki wewe kwa niaba yako wewe privately, uende uwajibike kwa hiyo hongo ambayo unapewa na Wetangula, ukuje ushike watoto wetu hapa. Niseme nisiseme, mkora ama muamini jameni? Tuuliza Mudavadi utuuzie chama, akauza ANC. Wakauliza Wetangula tupatie chama yako, Wetangula akasema afadhali abaki na Ford Kenya lakini Nzoia iende. Sasa sisi tunasema tukitaka tukomboe Nzoia, tukitaka tumalize
uongozi wa kuua vijana wetu kila wakati. Ruto must go. Nikisema harambee mnasema nini? Harambee. Swali ya mwisho. Leo hii hapa Bungoma, mkipewa William Ruto na huyu Matiang'i, mtapigia nani kura? Mkipewa William Ruto na huyu Kalonzo, mtapigia nani kura? Mkipewa huyu William Ruto na huyu Rigiji, mtapigia nani kura? Mkipewa William Ruto na Cleo, mtapigia nani kura? Na swali ya mwisho, mkipewa William Ruto na Kondo, mtapatia nani kura? William Ruto ama Kondo? Wapi watu wa Kondo? Kondo. Sasa tukaribishe Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha nimsalimie ile uongo ya Kasongo. Musangarire. Mone baramu. Ni muongo si muongo? Watu wetu wa Bungoma. Hi cousins. Hi kuzo. Makazini hi. Makuzo hi. Aya. Bungoma. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Nimekuja hapa Bungoma. Bungoma mnasemaje? Huyu Weta ako na habari kweli? Ati anafuata Kasongo? Ati Weta anasema nyinyi ni watu ya Kasongo? Ni uongo si uongo? Hapa ni one term. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe Kaongo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya kutenga. Harambee! Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Mimi tumekuja hapa na Justin Muturi. Tumetumwa na watu ya mlima. Pale mlimani tumefungia Kasongo. Kifunguo iko na huyu Justin Muturi. Wewe Justin Muturi, hiyo kifunguo ikipotea utajibu hii watu ya Bungoma. Mimi nauliza watu ya Ingo, nataka mfunge hapa Bungoma. Mtupatie kifunguo tuende naye. Mutafunga. Hiyo kifunguo ya Ingo ipatiwe na Tembea na Eugene Wamalwa na Kilio Malala. Mfungie Kasongo hapa. Mimi mnajua nilikuwa nakaa na Kasongo. Mimi nimekuja kuomba msamaha. Mimi Rigiji na watu ya mlima ndio tulipitisha Kasongo kuwa rais. Kwani ya mauongo? Ile shida yote iko Kenya. Mimi na watu ya mlima tunakubali makosa. Mumetusamehea. Kufanya makosa si shida. Shida ni kurudi. Sisi tutarudia hiyo makosa. Na sisi tutashikana na nyinyi tufukuze Kasongo aende nyumbani. Harambee! Huyu Kasongo anajigamba ati hata kama amepoteza mlima, amepoteza Ukambani, amepoteza Kisii, anasema hana wasiwasi. Ati wameongea na Raila, amesema kura za Waluya atampatia. Itawezekana? Nyinyi, hi cousins, my cousins, mumeumia siku mingi. Na nyinyi mumeumizwa na huyu Raila. Mnampigia kura
kila uchaguzi anaenda anauza kura yenu, si ndio? Raila ametumia nyinyi vibaya watu ya Ingo, si ndio? Sisi pale mlimani Kasongo ametutumia vibaya. Sasa wale wametumia Waluya vibaya, wale wametumia mlima vibaya, wameshikana. Na sisi tumetumiwa vibaya, watu ya Ingo na watu ya mlima, na sisi pia tushikane. Mngetaka tushikane? Let me say to my cousins here in the Mlembe Nation, huyu Raila anaambia nyinyi ya kwamba Elijah Maside alisema ati uongozi wa Mluya utapitia kwa Lake Victoria. Hiyo mmejaribu, imekwama. Wacha nimwambie leo mchana uongozi ya Mlembe Nation utatoka kwa Mlima Kenya. Na tukiangalia vizuri siku Mwai Kibaki walishikana na kijana wa Marwa, uongozi ulipatikana huku patikana. Siku kijana wa Marwa alikufa, Mwai Kibaki alichukua Mude Awori, si ndio? Mimi nimekuja kutafuta urafiki na makuzo wetu, mkubali twende hii safari pamoja. Mmekubali twende pamoja? Twende pamoja. Ya mwisho, sisi tumeketi kama viongozi na tumekubaliana, huyu Fred Matiang'i, huyu Junior Wamalwa, huyu George Natembeya, huyu Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Manrigiji, tumekubaliana tutatoa kiongozi mmoja wa kupambana na Kasongo. Swali langu nikiwa Bungoma, tukisikizana ni huyu Junior Wamalwa, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni George Natembeya, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni Kalonzo Musyoka, mtaunga yeye mkono? Tukisikizana ni Fred Matiang'i, mtaunga yeye mkono? Na je, wakikubali ni Rigiji, mtaniunga mkono? Na wacha nimwambie, kwa bahati nzuri wakisema ni Rigiji, hii mtu nitamkimbiza kama baiskeli ya kuibiwa. Harambee! Kiboko ya Kasongo ni nani? Wewe Kasongo, nilikufanya rais wa Kenya, nikaunganisha Mlima Kenya, watu milioni 4 wakakuchagua, ukatuonesha madharau, ukatusaliti, ukaita sisi wa kabila. Nitaunganisha watu ya mlima, tushikane na watu ya Mlembe Nation na watu ya Gusii na Ukambani to make sure you are one-term president. Harambee! Huyu Kasongo akinidharau, anasema mimi ni mkabila, hata sitokagi wa Munyoro. Sasa niko hapa ni Kiambu, hapa ni Murang'a, hapa ni Embu, hapa ni Meru, hapa ni wapi? Wewe Kasongo one time. Every leader must know one time. Our comes and goes. Hapa ni one time kweli. One time. People watching up. We are tired now. One time.
Tafadhali twende polepole, wananchi wako nyuma wanatufuata kwa miguu. Twende polepole, wananchi wako nyuma.
Wanabungoma wewe! Wakikidole moja juu ya DJ! Wanabungoma tuonyeshe Kenya nzima ya kwamba tumesema one time kwa kidole juu ya hewa. Wapi kidole moja juu ya hewa? DJ niangushie one time. Acha kuinua mkono unanizimia nani? Every leader must know. One time, comes and goes. One time, how do we what can say? One time, where the sun goes. One time, there won't way. One time, where we're watching. One time, where we're easy. One time, people rising up now. One time, let's ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time, one time. One time, one time. Harambe, tunapiga kelele. One time, tumechoka sasa. We are tired now. One time. One time. You need to
One time. One time. Wana Bungoma haye! Tufungue njia kidogo, viongozi wafike, tufungue njia kidogo. Kuja nani? Kuja. Kuja kabisa. Fungua njia. Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha bwana wa mwenyeji atukaribisha hapa. Bungoma oye! Mumefurahia wageni? Hebu nionyeshe kwa ishara mnakaribisha wageni. Nataka kuambia kitu kimoja. Sound rudi nyuma kidogo. Harambee! Nataka kwa sauti moja watu wote wafike mpaka huko Sugoi. Harambee! Mkono juu, harambee! Umekaribisha wageni.
wageni tena. Sasa nataka moyo watulivu. Mungetaka wageni watuongeleshe. Kwamba ile harakati ya kukomboa Bungoma upya imeanza. Mutajiunga na sisi. Ya pili, Bungoma lazima sisi tuhesabiwe. Huko Busia wanasema one term, Kakamega wanasema one term, Vihiga wanasema one term, Trans Nzoia wanasema one term. Je, nyinyi mnasemaje? Nyinyi mnasemaje? Nione. Sasa tuko na viongozi hapa. Tuko hapa na Rigiji mwenyewe. Tuko hapa na Cleo Malala. Tuko hapa na senior wetu Kalonzo Musyoka. Tuko hapa na mtoto wenu Eugene Wamalwa. Tuko hapa na mtoto wenu Fred Matiang'i. Mtoto wenu mwingine George Natembeya. Na viongozi wengi tuko hapa na Zakaria Barasa. Tuko hapa na JP Muturi. Omwana wenyu Mugisa Kitui. Tuko hapa na Richard Onyonga. Sasa yangu ni kukaribisha wageni na kuhakikishia wa Bungoma ni one. Bungoma ni one. Ruto must. Ruto must. Asante sana, nimlete Mheshimiwa Eugene Wamalwa aweze kuongelesha na aongoze hiyo kipindi imebaki. Bungoma, hebu tusalimiane hewani, hebu tusalimiane hewani. Harambee! Harambee! Leo ni leo, msema kesho ni lelo runo, mni tayari? Wewe Bungoma, mwenye kwele wakeni. Mwenye kwele Rigiji. Mwenye kwele Kalonzo. Mwenye kwele Matiang'i. Mwenye kwele Muturi. Mwenye kwele abana befwe Kileo. Natembeya. Mugisa. Hii ni timu kubwa ya ukombozi. Ngoma ya ukombozi huwa inaanzia hapa Bungoma. Na leo tumekuja Bungoma kuanza ngoma ya ukombozi. Sawa sawa? Muko tayari tukomboe Kenya? Kutoka kwa ushuru wa Zakayo, kutoka kwa mauaji ya Zakayo, kutoka kwa wizi wa Zakayo. Sisi leo tuko hapa kuambia hii ndio timu ya ukombozi. Na nimekuja nyumbani kuambia watu wa Bungoma, mumeniona nikitembea na Kalonzo Ukambani. Ukambani yote, Kitui, Machakos, Makueni wako one town. Tumekuwa kwa kina Matiang'i, huko yote ni one town. Mlima kwa Rigiji yote ni one town. Tumetoka Masaini ni one town. Bungoma mnasemaje? Bungoma mnasemaje? Harambee! Ruto! Kafongo! Kaongo! Zakayo! Mikono tena nione. Leo twasema hivi kwa Bwana Ruto. Umemwaga damu ya watoto wetu Gen Z. Sisi watu wa Mlembe ni watu wa amani. Hatukubali uongozi wa damu. Umemwaga damu ya vijana 75 kwa maandamano yetu ya Azimio. Umemwaga damu ya vijana Gen Z 61 kwa maandamano mwaka jana. Watu wa Bungoma, hii mwezi imekwisha. June 25th
tukifanya maandamano, vijana wetu wamewawa hapa. Webuye tunaenda kuzika kijana anaitwa Kenneth Wafula, amepigwa risasi Karatina na askari wa Ruto. Kesho tunaenda kumzika hapa Webuye. Tumetoka kule Butula, kijana amepigwa risasi akiwa Mwiki upande wa pipeline. Nimepata mama yake anaenda kuzika mtoto wake. Hapa Bungoma mwaka jana kuna kijana mjukuu Elijah Masinde anaitwa Willy Sitati, kijana mwenzenu aliwawa Nairobi, tumemzika Maeni. Hii uongozi ya damu ya bwana Ruto, mnakubali Ruto aende asiende? Na damu yake aende asiende? Mauaji yake aende asiende? Pili, kuna wizi. Jenzi walisema wakomeshe mambo ya ufisadi na wizi. Hapa kwenu wameiba factory yenu ya Nzoia. Nzoia imeenda ijaenda? Ruto aliahidi siku 100 mkimpigia kura, akiweka Biblia chini, ataleta mashini mpya Nzoia. Alisema hakusema? Mashini alileta, si ameuza? Alisema atalipa wakulima wetu wote wa miwa. Hadi sasa wakulima wamelipwa, wafanyikazi wote wa Nzoia hawajalipwa. Ruto na uongo wake aende asiende? Sasa leo nataka tupeane nafasi kwa wenzetu. Tumeamua sisi tutashikana vile Wamalwa na Kibaki walishikana. Mnakumbuka Wamalwa alienda akaenda Nyeri, akapata Kibaki, wakashikana, waliunda serikali ya wakunda. Tumeenda Nyeri, tumepata mwanaume anaitwa Rigiji. Mumeona huyu wa Munyoro? Mnakubali tutembee naye? Tutembee naye vile Wamalwa atembee na Kibaki, tuunde serikali? Wangapi wanatupa ruhusa twende na Rigiji? Wamalwa alitoka hapa akaenda Ukambani akatafuta Ngilu na Kalonzo. Mumeona Kalonzo hapa? Mnatupa ruhusa tembee na Kalonzo? Twende Ukambani tutafute marafiki tuunde serikali? Wangapi mnatupa ruhusa hapa? Matiang'i yako hapa na Wakisii wote umeona Onyonka pale, baba na Befwe wa Masava. Mnakubali tutembee nao jamaa? Tutembee na Genzi tuunde serikali? Basi nataka nilete nafasi hii the 10th Vice President of the Republic of Kenya, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Hapa ni Bungoma. Bungoma hoye! Bungoma hoye! Bungoma one time! Bungoma one time! Basi, kabla ya kuongea, tumekuja timu kubwa sana ya Wiper. Nikisema Wiper, utanipa komboa Kenya. Wiper! Wiper! Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao? Pale kuna kijana anatoka Nyali, wewe Mombasa, wewe kijana. Pale kuna mheshimiwa anaitwa Mwana Mule kutoka Matungulu upande wa Machakos. Hapo kuna mheshimiwa anaitwa Kimilu anatoka Makueni. Hawa ni wale ambao wamedhibiti upinzani. Wao walikataa kununuliwa na Kasongo. Alafu kuna mheshimiwa mwingine hapa wapi? Mheshimiwa Makali Mulu, mjumbe kutoka Kitui ya Kati, anafanya tamu yake ya 3. Alafu kuna mama anaitwa Susan Kiamba, mjumbe kutoka Makueni. Kina mama Kasari, kuna mama Gakuya kule anatoka Kasarani. Kuna msichana anaitwa Bosbori kutoka Ndagoreti. Msichana huyo mrembo. Tuko na mheshimiwa Machakos Town anaitwa Munyaka kutoka Machakos Town. Kuna mheshimiwa kijana anaitwa wakili Njiru Ndegwa. Wanamjua, hatari sana yeye, kazi yake ni kutoa vijana wala anashikwa na Kasongo. Alafu kuna Nuru Okanga, kijana yetu kutoka Nuru Okanga. Nuru Okanga. Pia tuko na mama seneta
Senata yule Oromo ametupwa na Kasongo juzi, akakatalia akasema ati kwa kuonekana na Matiang'i. Sasa huyo mama ako strong. Tuko na Magara pia ni chama, ni leader wa chama. Akipata nafasi atawasalimia. Gemosi, Mheshimiwa Gemosi, asante sana. Huyu mtakaribishwa huyu. Kenny Babu. Kijana Ken Babu wa Gen-Z. Hebu fanya hivi tuone vijana vijere. Anguka nao, sio? Wangapi wako tayari kuanguka nao? Asanteni. Wenzangu watawasalimu. Lakini kwa sasa watu wa Bungoma, watu wa Kandui, Mwilembe Nation, Mwilembe Lodi, Mwilembe Handi, Mwilembe Swa, Mwilembe Twa, Mwilembe Mia, asanteni. Kwa kifupi, nimewahi kuja Bungoma mara nyingi, lakini leo Kalonzo amerudi Bungoma ndio niwaeleze yale ambayo yameendelea Kenya nzima. Mnakumbuka tulikuwa na wenzangu kina Weta. Mimi hata nikampenia Weta hapa mkimwita baba Roma. Mnakumbuka kina Mudavadi, lakini ndugu zangu hawa walienda wakasalimu amri. Mwisho nilikuwa hapa na Tinga, mnakumbuka? Si mara tatu nyinyi mkatupigia. Kwanza tulikuwa CORD, Coalition for CORD, mimi na Weta na Raila. Kisha baadaye tukakuja na Azimio. Mara tatu 2013 nikasimama na Raila. Tukaibiwa kura, lakini wasema haijali, tusonge mbele. 2017 tukaibiwa tena. 2022 Raila akaibiwa na Martha Karua. Sasa Wakenya wamechoka na wizi wa kura, na wale ambao wanaiba ni kina Kasongo. Sasa tunawaambia hivi, kura ambayo inakuja haiwezi ibiwa tena. Wenzangu wakinikabidhi hiyo bendera, mimi sio Raila wa kuibiwa na kusema tumeibiwa. Tutaweka majenzi kila mahali, tutaweka majenzi, watasimamia vituo vya kupiga kura 50,000 Kenya nzima, na watapeperusha matokeo moja kwa moja. Hatutangojea ati Chebukati, ati kwenda Bomas of Kenya. Wizi wa kura umekoma. Wizi wa kura nisema riswa. Wizi wa kura sema riswa. Wizi wa kura, yaani hiyo shetani ya wizi wa kura amekwisha. Na ndio tunasema sababu ya kupora uchumi, kwa sababu ya kuua watoto wa Kenya, kwa sababu ya kutohakikisha na kutowajibika kikatiba. Katiba 2010 ndio inatupatia uhuru. Kenya will forever be a multi-party democracy, whether William Ruto likes it or not. Nyinyi watu wa Bungoma na watu wa Western Province kwa jumla, mnajua Mumia Sugar, kumbukeni Pan Paper, kumbukeni vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi hawana kazi, na kwa sababu hakuna mwekezaji anaweza kuja kuweka mali yake Kenya, mali ya uporaji. Akitaka kampuni ni lazima apate 10%. Kumbukeni Ruto alikuja Kakamega akamtisha muhindi moja, akasema mambo ni mangapi? Huyo muhindi alitishika mpaka akaenda polepole kidogo anapelekwa na ndugu yangu Weta kwa Ruto. Akaambiwa mambo matatu tutakulipa, kwa sababu tulisema tutakusafirisha kwa Mungu. Hakuna mtu ako na mamlaka ya kuua ama kuchukua maisha ya mtu. Huyo muhindi sasa amerudishwa bila kuuzisha watu wa Bungoma na watu wa Kakamega na watu wa Busia na watu wa Trans Nzoia, wakapatiwa ili apanguzwe hofu. Akapatiwa Trans Nzoia, miaka ijulikani.
watu wa Trans Nzoia hawajajumulishwa, watu wa Bungoma hawajajumulishwa. Kuna sheria inasimamia public private partnership na inasema wananchi ni lazima wahusishwe. Mambo hayo yote tukujumulisha, William Ruto has been put on the balances and found wanting. Na ndio nasema yeye aende one. Wangapi anasema lazima aende one term huyu jamaa? Nimewahi kuja Bungoma, sijaona Bungoma mkijitokeza namna hii. Mjipigie makofi, mjipigie makofi nyinyi wenyewe. Kumekucha. Wale wametumia watu wetu vibaya kupatiwa mamlaka na kisha kwenda kuuza hiyo mamlaka, wakati wao umefika. Na kwa hivyo sisi tunaungana na ndugu Eugene Wamalwa. Huyu jamaa karibu tuuawe na yeye 2023 kule Nairobi. Walikuwa waziri wa defense. Huyu jamaa anajua mambo ya serikali. Eugene is a pedigree. Mimi niliwahi kufanya na kijana wa Wamalwa vile vile. Tumeona yote. Tumefanya na Kibaki. Tumeona yote. Kwa hivyo wakati sasa wa Kenya wachukue mamlaka kwa njia ya kikatiba na kukataa uongozi mbaya ni sasa. Tutasimama na vijana Gen Z waliuawa, hata hii polisi ambao wanapiga wengine tear gas, wao wenyewe wamevinyiliwa kama watu wa kawaida. Ile payslip yao nusu inaenda kwa Kasongo. Kila mtu anachukua mshahara Kenya hii analia. Mwisho nataka nitoe tahadhari, munisikize. Miaka yote tangu tujinyakulie uhuru, majeshi yetu ya Kenya imeheshimika. Kenya Defense Forces. Huyu alikuwa waziri wa defense. Lakini sasa hata askari ile wanapatiwa chakula yao lazima waende wakalipe kuanzia tarehe 1 mwezi huu. Hiyo ni aibu, sio aibu? Wangapi sema majeshi hatutaki wahusishwe kwa siasa na kunyimwa haki yao, ndio wanalinda nchi hii. Kwa hivyo yeye Ruto kama commander in chief, kama hawezi kuchunga askari yake, huyo sio commander in chief. Kwa sababu hiyo ndio tuliharibu mpango huo, uliharibu mambo ya Higher Education Loans Board, mpangilio wa elimu. Kwa hivyo wakati umekataa, alafu kuajiri watu kiholela, ati ukitaka kupata kazi ya jeshi ni lazima upelekwe kichini. Hayo hatutaki. We want a professional defense system. This is why askari jeshi wetu wameheshimika dunia nzima. Ijapokuwa ile polisi Ruto amepeleka Haiti ya kukaliki. Haiti alipeleka polisi yetu kule bila mpangilio, mpaka sasa wajifunza mambo ya guns. Wewe umewahi kuona polisi akiandamana na watu anabeba rungu? Ati wao wameshindwa hata wapatie vijana rungu. Wangapi anasema mambo ya rungu ni tawe? Kwa sababu tunataka mapinduzi ya amani. Wangapi anasema one time kwa amani aende jamaa huyu? Alisema mnataka niende wapi? Njia moja wazi. Jiuzulu pamoja na serikali yako. Patia wananchi wa Kenya nafasi ya kuchagua uongozi mpya. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wekeni mkono. Nimeongea kwa kirefu because it was important. Hata hii mambo ambao wanaumiza watoto, kuua watoto, tumemweka former Attorney General JB Muturi ambaye hata mtoto wake mwenyewe alichukuliwa. Yeye anasimamia tume ya kuhakikisha wale wote wameuawa na Ruto kiholela watalipwa marudufu. Leo hii watu wa Homa Bay wanamzika kijana wetu Ojwang. Jana vile vile, na hata huku Eugene amesema mtamzika mtoto hapa Webuye na kwingineko. Kwa hivyo Wakenya mtaregeshewa heshima yenu, lakini msiogope. Hakuna mtu ambaye atakuja kuwauzia watu wa Bungoma uongo, na sisi tutasimama na nyinyi kama kawaida. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bungoma oye! Tuendelee tusiendelee? Baba wewe lini mnasemaje? Eti namna gani? Nisikie tena. Mimi leo nimeona mambo ya ajabu.
baada ya miaka 60 ya uhuru, eti kuna watu nchi hii viongozi wanapanga watu njiani wapige watu mawe ili tusiche hapa kuongea na nyinyi. Magari yetu mengine yameumia hapa, tumezumbuliwa pale huko kwa sababu ya ujeuri kama huu. Nyinyi mtakubali maneno kama haya? Hii ni mambo yenu ya kimilili kweli ama ni maneno ya viongozi hawa? Tafadhali nawaomba watu wetu tusikubali maneno kama haya, tukatae kabisa na hawa watu. Usiku inakuja na siku ya kukuja ni siku ya kura, tuwakatae. Tumekubaliana? Wangapi wanasema tukatae hawa watu? Harambee! Asante na Mungu awabariki. Kemelele oye! Kemelele oye! Kemelele mupo! Muko ngangari! Umekaribisha wageni! Wameona muko chonjo, si ndio? Sisi tumekuja tutaka kupitia kule Chwele, wakaweka wakora kwa barabara na mawe na mabunduki, wametuharibia magari kabisa ya watu. Kazi ya Wetangula. Wetangula nini? Wetangula! Wakoli, Waluke, watu wetu, nataka munisikie. Wakati huu tukienda kwa kura, tutachagua watu ambazo wenyewe tunataka. Hatutakubali viongozi tuchaguliwe na watu wengine. Tuko chonjo? Tuko chonjo? Watu wetu nataka mchukue kura. Chukua vitambulisho, mchukue kura, si ndio? Ikifika 2027 tupige kura. Jamii namba 2 katika taifa la Kenya lazima ende kwa ile meza, si ndio? Ile meza kubwa tunajipeleka, hatutaki mabroka huko tena. 2027 ni mwaka ya ukombozi. Harambee! 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 Muko chonjo? Ningependa msemaji pia wasalimie kidogo. Harambee! Harambee! Kimilili mnasemaje? Eti namna gani? Nisikie tena. Mimi leo nimeona mambo ya ajabu. Baada ya miaka 60 ya uhuru, eti kuna watu nchi hii viongozi wanapanga watu njiani wapige watu mawe ili tusiche hapa kuongea na nyinyi. Magari yetu mengine yameumia hapa, tumezumbuliwa pale huko kwa sababu ya ujeuri kama huu. Nyinyi mtakubali maneno kama haya? Hii ni mambo yenu ya kimilili kweli ama ni maneno ya viongozi hawa? Tafadhali nawaomba watu wetu tusikubali maneno kama haya, tukatae kabisa na hawa watu. Usiku inakuja na siku ya kukuja ni siku ya kura, tuwakatae. Tumekubaliana? Wangapi wanasema tukatae hawa watu? Harambee! Asante na Mungu awabariki.
Bungoma hoye! One time. People rising up now. One time, and ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time, every leader must know. One time, power comes and goes. Bungoma hoye! Hapa ni one time kweli. One time. People rising up. We are tired now. One time. Tafadhali twende polepole, wananchi wako nyuma wanatufuata kwa miguu. Twende polepole, wananchi wako nyuma.
DJ
Wana Bungoma, tuonyeshe Kenya nzima ya kwamba tumesema one time kwa kidole juu ya hewa. Wapi kidole moja juu ya hewa? DJ niangushie one time. Acha kuinua mkono, unanizimia nani? Every leader must know. One time comes and goes. One time do we what can say. One time where the sun goes. One time way. One time where we're watching. One time where easy. One time. One time people rising up now. One time can't ignore our voices. One time, nothing must prevail now. One time, one time. One time, one time. Harambe, tunapiga kelele. One time, tumechoka. Sasa, we are tired now. One time, one time. Nyinyi vijana wangu wa JFC, nyinyi ndio tegemeo la Kenya, na nyinyi ndio mtaokoa Kenya. One time. Nyinyi ndio mtasaidia wa Kenya kukuza kasoro. One time. One time.
We are tired now. One time, yes, Wana Bungoma haye! Tufungue njia kidogo, viongozi wafike, tufungue njia kidogo. Kuja nani? Kuja. Kuja kabisa. Fungua njia. Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha bwana wa mwenyeji atukaribisha hapa. Bungoma oye! Mumefurahia wageni? Hebu nionyeshe kwa ishara mnakaribisha wageni. Nataka kuambia kitu kimoja. Sound rudi nyuma kidogo. Harambee! Nataka kwa sauti moja watu wote wasikike mpaka huko Sugoi. Harambee! Mkono juu, harambee! Mumekaribisha wageni tena. Sasa nataka mwe watulivu. Mungetaka wageni watuongeleshe. Kwamba ile harakati ya kukomboa Bungoma upya imeanza. Mutajiunga na sisi. Ya pili, Bungoma lazima sisi tuhesabiwe. Huko Busia wanasema one term, Kakamega wanasema one term, Vihiga wanasema one term, Trans Nzoia wanasema one term. Je, nyinyi mnasemaje? Nyinyi mnasemaje? Nione. Sasa tuko na viongozi hapa. Tuko hapa na Rigiji mwenyewe. Tuko hapa na Cleo Malala. Tuko hapa na senior wetu Kalonzo Musyoka. Tuko hapa na mtoto wenu Eugene Wamalwa. Tuko hapa na mtoto wenu Fred Matiang'i. Mtoto wenu mwingine George Natembeya. Na viongozi wengi tuko hapa na Zakaria Barasa. Tuko hapa na JP Muturi. Omwana wenyu Muriza Kitui.
Tuko hapa na Richard Onyonga. Sasa yangu ni kukaribisha wageni na kuhakikishia wa Bungoma ni one. Bungoma ni one. Ruto must. Ruto must. Asante sana, nimlete Mheshimiwa Eugene Wamalwa aweze kuongelesha na aongoze hiyo kipindi imebaki. Bungoma, hebu tusalimiane hewani, hebu tusalimiane hewani. Harambee! Harambee! Leo ni leo, msema kesho ni leo runo, mli tayari? Wewe Bungoma, mwekwele wakeni. Mwekwele Rigiji. Mwekwele Kalonzo. Mwekwele Matiang'i. Mwekwele Muturi. Mwekwele abana befwe kileo. Natembea. Mugisa. Hii ni timu kubwa ya ukombozi. Ngoma ya ukombozi huwa inaanzia hapa Bungoma. Na leo tumekuja Bungoma kuanza ngoma ya ukombozi. Sawa sawa? Muko tayari tukomboe Kenya? Kutoka kwa ushuru wa Zakayo, kutoka kwa mauaji ya Zakayo, kutoka kwa wizi wa Zakayo. Sisi leo tuko hapa kuambia hii ndio timu ya ukombozi. Na nimekuja nyumbani kuambia watu wa Bungoma, mumeniona nikitembea na Kalonzo Ukambani. Ukambani yote, Kitui, Machakos, Makueni wako one town. Tumekuwa kwa kina Matiang'i, huko yote ni one town. Mlima kwa Rigiji yote ni one town. Tumetoka Masaini ni one town. Bungoma mnasemaje? Bungoma mnasemaje? Harambee! Ruto! Kasongo! Kaongo! Zakayo! Mikono tena nione. Leo twasema hivi kwa Bwana Ruto, umemwaga damu ya watoto wetu Gen Z. Sisi watu wa Mlembe ni watu wa amani, hatukubali uongozi wa damu. Umemwaga damu ya vijana 75 kwa maandamano yetu ya Azimio. Umemwaga damu ya vijana Gen Z 61 kwa maandamano mwaka jana. Watu wa Bungoma, hii mwezi imekwisha, June 25th, tukifanya maandamano, vijana wetu wamewawa hapa. Webuye tunaenda kuzika kijana anaitwa Kenneth Wafula, amepigwa risasi Karatina na askari wa Ruto. Kesho tunaenda kumzika hapa Webuye. Tumetoka kule Butula, kijana amepigwa risasi akiwa Mwiki upande wa pipeline. Nimepata mama yake anaenda kuzika mtoto wake. Hapa Bungoma mwaka jana kuna kijana mjukuu Elijah Masinde anaitwa Willy Sitati, kijana mwenzenu aliwawa Nairobi, tumemzika Maeni. Hii uongozi ya damu ya Bwana Ruto, mnakubali Ruto ende asiende? Na damu yake ende asiende? Mauaji yake ende asiende? Pili, kuna wizi. Gen Z walisema wakomeshe mambo ya ufisadi na wizi. Hapa kwenu wameiba factory yenu ya Nzoia. Nzoia imeenda haijaenda? Ruto aliahidi siku 100 mkimpigia kura, akiweka Biblia chini, ataleta mashini mpya Nzoia. Alisema hakusema? Mashini alileta, si ameuza? Alisema atalipa wakulima wetu wote wa miwa. Hadi sasa wakulima wamelipwa, wafanyikazi wote wa Nzoia hawajalipwa. Ruto na uongo wake aende asiende? Sasa leo nataka tupeane nafasi kwa wenzetu. Tumeamua sisi tutashikana vile Wamalwa na Kibaki walishikana. Mnakumbuka Wamalwa alienda akaenda Nyeri, akapata Kibaki, wakashikana, waliunda serikali ya Wakunda. Tumeenda Nyeri, tumepata mwanaume anaitwa Rigiji. Mumeona huyu wa Munyoro? Mnakubali tutembee naye? Tutembee naye vile Wamalwa atembee na Kibaki, tuunde serikali? Wangapi wanatupa ruhusa twende na Rigiji? Wamalwa alitoka hapa
akaenda Ukambani akatafuta Ngilu na Kalonzo. Mumeona Kalonzo hapa? Mnachupa ruhusa tembea na Kalonzo? Twende Ukambani tutafute marafiki tuunde serikali. Wangapi mnachupa ruhusa hapa? Matiang'i yako hapa na Wakisii wote umeona Onyonka pale, baba na Wefwe wa Masava. Mnakubali tutembee nao jamaa? Tutembee na Gen Z tuunde serikali? Basi nataka nilete nafasi hii the 10th Vice President of the Republic of Kenya, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Hapa ni Bungoma. Bungoma hoye! Bungoma hoye! Bungoma one term! Bungoma one term! Basi kabla ya kuongea, tumekuja timu kubwa sana ya Wiper. Nikisema Wiper utanipa komboa Kenya. Wiper! Wiper! Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao? Pale kuna kijana anatoka Nyali, Oda we Mombasa, we kijana. Pale kuna mheshimiwa anaitwa Mwana Mule kutoka Matungulu upande wa Machakos. Hapo kuna mheshimiwa anaitwa Kimilu anatoka Makueni. Hawa ni wale ambao wamedhibiti upinzani. Wao walikataa kununuliwa na Kasongo. Alafu kuna mheshimiwa mwingine hapa wapi? Mheshimiwa Makali Mulu, mjumbe kutoka Kitui ya Kati, anafanya tamu yake ya 3. Alafu kuna mama anaitwa Susan Kiamba, mjumbe kutoka Makueni. Kina mama Kasari, kuna mama Kakuya kule anatoka Kasarani. Kuna msichana anaitwa Bosbori kutoka Ndagoreti. Msichana huyo mrembo. Tuko na mheshimiwa Machakos Town anaitwa Munyaka kutoka Machakos Town. Kuna mheshimiwa kijana anaitwa wakili Njiru Ndegwa. Wanamjua, hatari sana yeye, kazi yake ni kutoa vijana wala anashikwa na Kasongo. Alafu kuna Nuru Okanga kijana yetu kutoka Nuru Okanga. Nuru Okanga. Pia tuko na mama seneta yule Robo ametupwa na Kasongo juzi, akakatalia akasema atakuwa kuonekana na Matiang'i. Sasa huyo mama ako strong. Tuko na Magara pia ni chama, ni leader wa chama. Akipata nafasi atawasalimia. Gemosi, mheshimiwa Gemosi, asante sana. Huyu mtakaribishwa huyu. Kenny Babu. Kijana Ken Babu wa Gen Z. Hebu fanya hivi tuone vijana vijere. Anguka nao, sio? Wangapi wako tayari kuanguka nao? Asanteni. Wenzangu watawasalimu. Lakini kwa sasa watu wa Bungoma, watu wa Kandui, Mwilembe Nation, Mwilembe Lodi, Mwilembe Handi, Mwilembe Swa, Mwilembe Twa, Mwilembe Mia, asanteni. Kwa kifupi, nimewahi kuja Bungoma mara nyingi, lakini leo Kalonzo amerudi Bungoma ndio niwaeleze yale ambayo yameendelea Kenya nzima. Mnakumbuka tulikuwa na wenzangu kina Weta. Mimi hata nikampenia Weta hapa mkimwita babu wa Roma. Mnakumbuka kina Mudavadi, lakini ndugu zangu hawa walienda wakasalimu amri. Mwisho nilikuwa hapa na Tinga. Mnakumbuka? Si mara 3 nyinyi mkatupigia. Kwanza tulikuwa Coalition for Code, mimi na Weta na Raila. Kisha baadaye tukakuja na Azimio. Mara 3 2013 nikasimama na Raila.
tukaibiwa kura, lakini wasema haijali, tusonge mbele. 2017 tukaibiwa tena. 2022 Raila akaibiwa na Martha Karua. Sasa Wakenya wamechoka na wizi wa kura, na wale ambao wanaiba ni kina Kasongo. Sasa tunawaambia hivi, kura ambayo inakuja haiwezi ibiwa tena. Wenzangu wakinikabidhi hiyo bendera, mimi sio Raila wa kuibiwa na kusema tumeibiwa. Tutaweka majenzi kila mahali, tutaweka majenzi, watasimamia vituo vya kupiga kura 50,000 Kenya nzima, na watapeperusha matokeo moja kwa moja. Hatutangojea ati Chebukati ati kwenda Bomas of Kenya. Wizi wa kura umekoma. Wizi wa kura nisema riswa. Wizi wa kura sema riswa. Wizi wa kura, yaani hiyo shetani ya wizi wa kura amekwisha, na ndio tunasema sababu ya kupora uchumi kwa sababu ya kuua watoto wa Kenya, kwa sababu ya hakikisha na kutowajibika kikatiba. Katiba 2010 ndio inatupatia uhuru. Kenya will forever be a multi-party democracy whether William Ruto likes it or not. Nyinyi watu wa Bungoma na watu wa Western Province kwa jumla, mnajua Mumia Sugar, kumbukeni Pan Paper, kumbukeni vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi hawana kazi, na kwa sababu hakuna mwekezaji anaweza kuja kuweka mali yake Kenya, mali ya uporaji. Akitaka kampuni ni lazima apate 10%. Kumbukeni Ruto alikuja Kakamega akamtisha muhindi moja, akasema mambo ni mangapi? Mango ni mangapi? Huyo muhindi alitishika mpaka akaenda polepole kidogo anapelekwa na ndugu yangu Weta kwa Ruto, akaambiwa mambo matatu tutakulipa, kwa sababu tulisema tutakusafirisha kwa Mungu. Hakuna Mungu, mtu ako na mamlaka ya kuua ama kuchukua maisha ya mtu. Huyo muhindi sasa amerudishwa bila kuuzisha watu wa Bungoma na watu wa Kakamega na watu wa Busia na watu wa Trans Nzoia, wakapatiwa ili apanguzwe hofu, akapatiwa Trans Nzoia. Miaka ijulikani, watu wa Trans Nzoia hawajajumulishwa, watu wa Bungoma hawajajumulishwa. Kuna sheria inasimamia public private partnership na inasema wananchi ni lazima kuvunja magari vio na mambo kama hayo, eti tusiingie hapa. Nyinyi mnakubali maneno kama hayo? Hao watu kweli hao ni watu wako na akili timamu? Hapana bwana, sababu wananchi tumeamua Kenya has chosen democracy. Sisi tunataka kila mtu awe na nafasi ya kuzuru sehemu yoyote ya Kenya, aongee na marafiki zake, afanye urafiki, kama ni kura aombe kura. Na wale tunataka kuambia hivi, kama wao wanataka kutembea Kenya, waache hiyo primitive behavior ya kukaa huko kwa kichaka na kuweka watu wa kutupa mawe. Watembee Kenya, wakubaliane na waongee na Wakenya wengine, ili wanao wachanuke, wajue vile dunia inaenda. Si nyinyi mumeamua? Mumeamua namna gani? Eti namna gani? Namna gani? Harambee! Haya, ndio hivyo. Mungu na awabariki. Asante sana. Hapa nyuma tuko na Mheshimiwa Mgeza Kitui, tuko na Mheshimiwa JP Muturi, tuko na Zakaria Baraza anataka kusimama gavana Bungoma, tuko na Mheshimiwa Eric Mwangale, tuko na Mheshimiwa Kutitila, Sendeo, tuko na Senator Roba hako hapa mama. Sasa kabla hatujapeana kwa ile gari Mheshimiwa Eugene na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, ningependa kupatia ndugu yangu hapa Caleb, si ndio? Pia aweze kuwasalimia kidogo.
moja hapa tuanze kuwakaribisha. Mnawakaribisha. Mimi nimekuwa kwa siasa za opposition miaka mingi na sijawahi ona Kiminini imeshona kama imeshona leo. Mimi ni ule mmoja wao. Tuko hapa na Mheshimiwa Gachagua. Mheshimiwa Gachagua, mimi nilipiga kura uondolewe, lakini nilipiga kura uondolewe ukuje utusaidie kutoa one term. Sasa hapa Kiminini, muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Waishaya mikono wangapi wako tayari ya one term? Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Harambe! Harambe! Kiminini! Be Kiminini murembe! Mwekwele Kalonzo Musyoka! Mwekwele Fred Matiang'i! Mwekwele Rigiji! Kalonzo Musyoka! Mwekwele JB Muturi! Mwekwele Fred Matiang'i! Mwekwele Rigiji! Mwekwele JB Muturi! Mufukira kukende nabo kuime obwami kurufya Kasongo na ushuru wewe na sifu kisiewe na ubwifu wewe. Wangapi wanasema Kasongo aende? Vandu va Kiminini nywe hofu ya siasa ya Trans Nzoia na Western. Hapa ndio kitovu ya siasa ya hapa Trans Nzoia na Western. When Kiminini sneezes, the whole of Trans Nzoia catches a cold. Watu wa Kiminini, mumeamua mjaamua? Mumeamua tutoe Kasongo arudi kwake? Kutoka Kiminini mnajua kwake ni hapa tu, hapa Sugoi. Ukienda hivi ufike Webuye, upite Kabrangu, upite hapo, uvuke huo mto, upite Tarbo, si umefika Sugoi? Aende asiende? Sababu anaua watoto wetu. Na leo nataka nilete ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka, na naomba ya kwamba mkubali tutembee pamoja na hawa wanaume. Wamalwakati ya Bukamba, Kai Mangilu na Kalonzo. Sabango wana serikali. Kati ya Busebe Kai Momundu wali Kibaki Nyeri. Kweza kwa anyole kusebe ukundi ano kwa Manyeri wali Gachagua. Kwa mawa Munyoro. Mufukile na kukende nako. Mwafukilile. Kembane wakama konorundi. Wachire Bukisi. Wanyole Mbokoya kamani wali Fred Matiang'i. Mufukile na kukende na Mboko ino. Mwafukilile. Ne Kalonzo. Nende Muturi. Wacha nilete Kalonzo wasalimu sasa. Sorry. Asanteni. Kiminini hoye! Kiminini hoye! Kwa sababu ya masaa, mimi nakubaliana na yale wenzangu amezungumza. Nitazungumza pengine Kitale na mimi nisichelewe. Ni aibu kubwa tumeona Chwele, na Chwele ni mahali ambapo hata Waluya wanasema riswa, mahali kuna shetani mbaya, sio? Sema riswa. Hiyo shetani wa aina hiyo si Kenya yetu hii ya kidemokrasia. Kwa hivyo sisi tumeamua kuungana pamoja, kikundi kimoja ambacho kitaleta demokrasia ya kweli na kuregesha hali ya kawaida ya maisha ya wananchi wa Kenya. Sasa hivi ni serikali ya mauaji, hata hatujui Sabasaba ni Jumatatu ijayo, wakiua tena bado tutakuwa pamoja nao, tutaandamana. Na wana tabia ya kuua watoto, alafu anasema ni sisi wapinzani. Sisi hatuna, tumetupa mawe, magari ikawekwa hasara kubwa. Na ni aibu, aibu sana kabisa kwa kiongozi yeyote kwenda kuleta magun na kuleta mawe na kuchapa wenzake viongozi. Kwa hivyo watu kama hayo tunawaambia hata kama Ruto yao ni one term. Ama namna gani? Wangapi wanasema one term tena? Asanteni sana watu wa Kiminini. Mimi ni wa kawaida sana. Nimehutubia mikutano hapa zaidi ya 10. Wangapi wanakumbuka mimi? Asante sana. Tunashukuru, tutarudi.
yule mmoja wao. Tuko hapa na Mheshimiwa Gachagua. Mheshimiwa Gachagua, mimi nilipiga kura uondolewe, lakini nilipiga kura uondolewe ukuje utusaidie kutoa one term. Sasa hapa Kimilili, muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Kwa ishara ya mikono, wangapi wako tayari ya one term? Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Harambe! Harambe! Kiminini! Be Kiminini Murembe! Mwekoele Kalonzo Musyoka! Mwekoele Fred Matiang'i! Mwekoele Rigiji! Mwekoele JB Muturi! Mufukira kukende nabo! Kuime obwami! Kurufia Kasongo! Na ushuru wewe! Na sifukisi wewe! Na uwifu wewe! Wangapi wanasema Kasongo aende? Vandu va Kiminini! Kiminini nywe hofu ya siasa ya Trans Nzoia na Western. Hapa ndio kitovu ya siasa ya hapa Trans Nzoia na Western. When Kiminini sneezes, the whole of Trans Nzoia catches a cold. Watu wa Kiminini, mumeamua mjaamua? Mumeamua tutoe Kasongo? Arudi kwake. Kutoka Kiminini, mnajua kwake ni hapa tu. Hapa Sugoi. Ukienda hivi, ufike Webuye, upite Kabrangu, upite hapo, uvuke huo mto, upite Tarbo, si umefika Sugoi. Aende asiende, sababu anaua watoto wetu. Na leo nataka nilete ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka, na naomba ya kwamba mkubali tutembee pamoja na hawa wanaume. Wamalwa ya Bukamba, Kai Mangilu ne Kalonzo, sabango wana serikali. Kache busewe Kai Momundu wali Kibaki Nyeri. Kwese kwa nyole kusewe ukundi ano kwa Manyeri wali Gachagua. Kwa mawa Munyoro, mufukile kende nako. Mwafukilile, mbane wakama konorundi. Wachire bukisi, wanyole mbokoya kamani wali Fred Matiang'i. Mufukile kende na mboko ino. Mwafukilile, ne Kalonzo, nende Muturi. Wacha nilete Kalonzo wasalimu sasa. Sorry. Asanteni. Kiminini hoye! Kiminini hoye! Kwa sababu ya masaa, mimi nakubaliana na ile wenzangu amezungumza. Nitazungumza pengine Kitale na mimi nisichelewe. Ni aibu kubwa tumeona Chwele, na Chwele ni mahali ambapo hata Waluya wanasema riswa, mahali kuna shetani mbaya, sio? Sema riswa. Hiyo shetani wa aina hiyo si Kenya yetu hii ya kidemokrasia. Kwa hivyo sisi tumeamua kuungana pamoja, kikundi kimoja ambacho kitaleta demokrasia ya kweli na kuregesha hali ya kawaida ya maisha ya wananchi wa Kenya. Sasa hivi ni serikali ya mauaji, hata hatujui Sabasaba ni Jumatatu ijayo, wakiua tena bado tutakuwa pamoja nao, tutaandamana. Na wanatabia ya kuua watoto, alafu anasema ni sisi wapinzani. Sisi hatuna, tumetupwa mawe, magari ikawekwa hasara kubwa. Na ni aibu, aibu sana kabisa kwa kiongozi yeyote kwenda kuleta magun na kuleta mawe na kuchapa wenzake viongozi. Kwa hivyo watu kama hayo tunawaambia hata kama Ruto yao ni one term. Ama namna gani? Wangapi wanasema one term tena? Asanteni sana watu wa Kiminini. Mimi ni wa kawaida sana. Nadhani nimehutubia mikutano hapa zaidi ya 10. Wangapi wanakumbuka mimi? Asante sana. Tunashukuru, tutarudi. Hapa ni one time kweli. One time. People watching up. Tupungue, tuende mbele.
Boda tuende. Boda tuende. One time. Tuende. We are tired now. One time. Tafadhali twende polepole, wananchi wako nyuma wanatufuata kwa miguu. Twende polepole, wananchi wako nyuma. Thank you.
Wana Bungoma, tuonyeshe Kenya nzima ya kwamba tumesema one time kwa kidole juu ya hewa. Wapi kidole moja juu ya hewa? DJ niangushie one time.
Acha kuinua mkono, unanizimia nini? Every leader must know. One time comes and goes. One time do we what can say. One time where the sun goes. One time there won't way. One time where we're watching. One time where easy. One time. One time people rising up now. One time can't ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time, one time. One time, one time. Harambe, tunapiga kelele. One time, tumechoka. Sasa, we are tired now. One time, one time. Nyinyi kama watu wa JFC, nyinyi ndio tegemeo la Kenya, na nyinyi ndio mtaokoa Kenya. One time. Nyinyi ndio mtasaidia wa Kenya kupunguza kasoro. One time. One time. One down.
zaidi. Wana Bungoma haye! Tufungue njia kidogo, viongozi wafike, tufungue njia kidogo. Kuja nani? Kuja. Kuja kabisa. Fungua njia. Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha bwana wa mwenyeji atukaribisha hapa. Bungoma oye! Mumefurahia wageni? Hebu nionyeshe kwa ishara mnakaribisha wageni. Nataka kuambia kitu kimoja. Sound rudi nyuma kidogo. Harambee! Nataka kwa sauti moja watu wote wasikike mpaka huko Sugoi. Harambee! Mkono juu, harambee! Mumekaribisha wageni tena. Sasa nataka mwe watulivu. Mungetaka wageni watuongeleshe. Kwamba ile harakati ya kukomboa Bungoma upya imeanza. Mutajiunga na sisi. Ya pili, Bungoma lazima sisi tuhesabiwe. Huko Busia wanasema one term, Kakamega wanasema one term, Vihiga wanasema one term, Trans Nzoia wanasema one term. Je, nyinyi mnasemaje? Nyinyi mnasemaje? Nione. Sasa tuko na viongozi hapa. Tuko hapa na Rigiji mwenyewe. Tuko hapa na Cleo Malala. Tuko hapa na senior wetu Kalonzo Musyoka. Tuko hapa na mtoto wenu Eugene Wamalwa. Tuko hapa na mtoto wenu Fred Matiang'i. Mtoto wenu mwingine George Natembeya. Na viongozi wengi tuko hapa na Zakaria Barasa. Tuko hapa na JP Muturi. Omwana wenyu Muriza Kitui. Tuko hapa na Richard Onyonga. Sasa yangu ni kukaribisha wageni na kuhakikishia wa Bungoma ni one. Bungoma ni one. Ruto must. Ruto must. Asante sana, nimlete Mheshimiwa Eugene Wamalwa aweze kuongelesha na aongoze hiyo kipindi imebaki.
Msema kesho ni lelo runo, muli tayari? Wewe Bungoma, mwekwele wakeni, mwekwele Rigiji, mwekwele Kalonzo, mwekwele Matiang'i, mwekwele Muturi, mwekwele abana befwe kileo natembea Mugisa. Hii ni timu kubwa ya ukombozi. Ngoma ya ukombozi huwa inaanzia hapa Bungoma, na leo tumekuja Bungoma kuanza ngoma ya ukombozi. Sawa, kutoka kwa ushuru wa Zakayo, kutoka kwa ushuru wa Zakayo, kutoka kwa mauaji ya Zakayo, kutoka kwa wizi wa Zakayo. Sisi leo tuko hapa kuambia hii ndio timu ya ukombozi, na nimekuja nyumbani kuambia watu wa Bungoma, Kaongo Zakayo, mikono tena, nione. Leo twasema hivi kwa Bwana Ruto, uongozi wa damu umemwaga damu ya vijana 75 kwa maandamano yetu ya Azimio. Umemwaga damu ya vijana Gen Z 61 kwa maandamano mwaka jana. Watu wa Bungoma, hii mwezi imekwisha, June 25th, tukifanya maandamano, vijana wetu wamewawa hapa. Webuye tunaenda, vijana wetu wamewawa hapa. Webuye tunaenda kuzika kijana anaitwa Kenneth Wafula, amepigwa risasi. Anaitwa Kenneth Wafula amepigwa risasi Karatina na askari wa Ruto. Kesho tunaenda kumzika hapa Webuye. Tumetoka kule Butula, kijana amepigwa risasi akiwa Mwiki, upande wa pipeline. Kuna kijana mjukuu mambo ya ufisadi na wizi. Hapa kweli kwa wakulima wetu wote wa miwa, hadi sasa wakulima wamelipwa, wafanyikazi wote Wanzoia hawajalipwa. Ruto na uongo wake aende asiende. Sasa leo nataka tupeane nafasi kwa wenzetu. Hadi sasa wakulima wamelipwa, wafanyikazi wote Wanzoia hawajalipwa. Ruto na uongo wake aende asiende. Sasa leo nataka tupeane nafasi kwa wenzetu. Tumeamua sisi tutashikana vile wamama waliunda serikali ya Wakunda. Tumeenda Nyeri, tumepata mwanaume anaitwa Rigiji. Mumeona huyu wa Munyoro? Mnakubali tutembee naye? Kile mwana atatoka hapa akaenda Ukambani, wakiweka hapa William Ruto na waweke hapa Kondo, mtapigia nani kura? Mtapigia nani kura? Kondo ama William Ruto? Harambee! Tunakaribisha sasa Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa Eugene, utaturuhusu tu, tunaenda airport Kisumu, uturuhusu gari yetu ipite tafadhali, alafu ndio uendelee. Wacha tuendelee tusiendelee?
One time, a time no one time. One time, every leader must Mheshimiwa Matiang'i. One time. One time. One time. one time, wherever I be. One time, wherever we be. One time, people rising up now. One time, and ignore our voices. One time, just enough for them now. One time. One time, every leader must know. One time, how comes and goes. Bungoma oye! Hapa ni one time kweli. One time. Tufungue twende mbele. Boda twende, tuelekee mbele boda. Boda twende. Boda twende. One time. Twende. We are tired now. One time. Tafadhali twende polepole, wananchi wako nyuma wanatufuata kwa miguu. Twende polepole, wananchi wako nyuma.
Haya, tuko hapa na Mheshimiwa Caleb Amisi. Vile tuko hapa na Mheshimiwa Esther Koli wa chama cha DCP. Mnajua Madam Koli? Sasa tunataka tuanze mkutano. Mimi nimekuja hapa. Mimi ndio Cleophas Malala. Mnajua Cleo? Leo nimekuja hapa niko na maswali mbili. Swali ya kwanza, ninyi ni watu wa one term. Leo hii kura ikipigwa, waeke hapa William Ruto na waeke hapa Natembeya, mtapigia nani kura? Swali ya pili, leo hii tukipiga kura, waeke hapa Matiang'i na waeke Ruto, mtapigia nani? Leo hii tukipiga kura, waeke hapa Rigiji na mupigie Ruto, mtapigia nani? Na swali ya mwisho, leo hii wakiweka hapa William Ruto na waeke hapa Kondo, mtapigia nani? Ati mtapigia nani? Kondo ama Ruto? Mtapigia Kondo? Aende asiende? Na huyu Wetangula anatutisha. Tunataka pia yeye aende mara moja, si ndio? Nataka tukisema Weta tunasema tawe. Weta! 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 Nasikia wanasema ati kura za Waluya watapatia Raila, alafu Raila ndio apatie Ruto. Tutakubali hiyo kweli? Nataka tukisema Raila mnasema tawe. Raila! Raila! Bas, mimi nimemaliza. Nataka kukaribisha party leader wangu wa chama cha DCP. Si mnajua tuko na chama? Tukisema DCP, mnasema sikiza nini? DCP! 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 Na tuko hapa na mama Esther Koli. Anasimama hapa. Mtamshikilia? Wangapi wanashikilia Esther Koli hapa? Asante sana. Karibu party leader. Haya. Kiminini oye! Kiminini oye! Kiminini oye! Rigiji mwenyewe amefika hapa. Na nimekuja hapa kusikiza ground. Nimekuja kusikiza nini? Ground ya Kiminini na Trans Nzoia inasemaje? Hapa ni one term. Kasongo amesiende. Hi cousins. Hi kuzo. Cousins hi. Cousins hi. Mko Makuzo. Nimefanya vizuri kuja kuona Makuzo. Makuzo pamoja Sitendere. Watabeba pamoja Sitendere. Watafuta serikali Sitendere. Mimi nataka huyu kijana yangu. Huyu
tuonyeshe Kenya nzima ya kwamba tumesema one time kwa kidole juu ya hewa. Wapi kidole moja juu ya hewa? DJ niangushie one time. Acha kuinua mkono, unanizimia nani? Every leader must know. One time comes and goes. One time do we what can say. One time where the sun goes. One time them out way. One time where we want it. One time where easy. One time. One time people rising up now. One time can't ignore our voices. One time justice must prevail now. One time. One time. One time. One time. Harambe. Tunapiga kelele. One time. Tumechoka. Sasa. We are tired now. One time. We are tired now. One time, yes,
Nandi. Wana Bungoma haye! Tufungue njia kidogo, viongozi wafike, tufungue njia kidogo. Kuja nani, kuja. Kuja kabisa. Fungua njia. Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha bwana wa mwenyeji atukaribisha hapa. Bungoma oye! Mumefurahia wageni? Hebu nionyeshe kwa ishara mnakaribisha wageni. Nataka kuambia kitu kimoja. Sound, rudi nyuma kidogo. Harambee! Nataka kwa sauti moja watu wote wasikike. Mheshimiwa Gachagua, mimi nilipiga kura uondolewe, lakini nilipiga kura uondolewe ukuje utusaidie kutoa one term. Sasa hapa Kimilili muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Kwa ishara ya mikono wangapi wako tayari ya one term? Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Harambee! Harambee! Kimilili! Be Kimilili mlembe. Mwekwele Kalonzo Musyoka, mwekwele Fred Matiang'i, mwekwele Rigiji, mwekwele JB Muturi, mufukira kukende nabo, kuime obwami, kurufya Kasongo, na ushuru wewe, na sifu kisiewe, na ubwifu wewe. Wangapi wanasema Kasongo aende? Vandu va Kiminini. Kiminini nywe hofu ya siasa ya Trans Nzoia na Western. Hapa ndio kitovu ya siasa ya hapa Trans Nzoia na Western. When Kiminini sneezes, the whole of Trans Nzoia catches a cold. Watu wa Kiminini, mumeamua mjaamua? Mumeamua tutoe Kasongo arudi kwake? Kutoka Kiminini mnajua kwake ni hapa tu, hapa Sugoi. Ukienda hivi ufike Webuye, upite Kabrangu, upite hapo, uvuke huo mto, upite Tarbo, si umefika Sugoi? Aende asiende? Sababu anaua watoto wetu. Na leo nataka nilete ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka, na naomba ya kwamba mkubali tutembee pamoja na hawa wanaume. Wamalwakati ya Bukamba, Kai Mangilu na Kalonzo, sabango wana serikali. Kate busebe Kai Momundu bali Kibaki Nyeri. Kwese kwanyole kusebe okundi ano kwa Manyeri bali Gachagua. Kwa mawo Munyoro, mufukira ukende nako. Mwafukirire, embone wakamakono rundi. Wachire bukisi, wanyole Mbokoya kamani bali Fred Matiang'i. Mufukira ukende na Mboko ino. Mwafukirire, ne Kalonzo, nende Muturi. Wacha nilete Kalonzo wasalimu sasa. Sorry. Asanteni. Kiminini hoye! Kiminini hoye! Kwa sababu ya masaa, mimi nakubaliana na ile wenzangu amezungumza.
nitazungumza pengine Kitale na mimi nisichelewe. Ni aibu kubwa tumeona Chwele, na Chwele ni mahali ambapo hata Waluhya wanasema riswa, mahali kuna shetani mbaya, sio? Sema riswa. Hiyo shetani wa aina hiyo si Kenya yetu hii ya kidemokrasia. Kwa hivyo sisi tumeamua kuungana pamoja, kikundi kimoja ambacho kitaleta demokrasia ya kweli na kuregesha hali ya kawaida ya maisha ya wananchi wa Kenya. Sasa hivi ni serikali ya mauaji, hata hatujui Sabasaba ni Jumatatu ijayo, wakiua tena bado tutakuwa pamoja nao, tutaandamana. Na wana tabia ya kuua watoto alafu anasema ni sisi wapinzani. Sisi hatuna, tumetupa mawe, magari ikawekwa hasara kubwa, na ni aibu sana kabisa kwa kiongozi yeyote kwenda kuleta magun na kuleta mawe na kuchapa wenzake viongozi. Kwa hivyo watu kama hayo tunawaambia, hata kama Ruto yao ni one term, ama namna gani? Wangapi wanasema one term tena? Asanteni sana watu wa Kiminini. Mimi ni wa kawaida sana. Nadhani nimehutubia mikutano hapa zaidi ya 10. Wangapi wanakumbuka mimi? Asante sana. Tunashukuru, tutarudi. Bungoma, hey! We are tired now. One time. People rising up now. One time, ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time. One time, every leader must know. One time, our comes and goes. Bungoma, hey! Hapa ni one time kweli. One time. People rising up. One come. We are tired now.
Tafadhali twende polepole, wananchi wako nyuma wanatufuata kwa miguu. Twende polepole, wananchi wako nyuma. DJ kidogo. Boda tufungue kiasi boda. Boda tufungue, tuwalete waheshimiwa hapa karibu. Tufungue boda. Tukaribie basi. Lete gari. Basi wananchi wapendwa wa Kakamega, oye!
Basi tunaelekea pale cafe ili viongozi wetu waweze kusemezana na wananchi. Hapa tuko na Mheshimiwa Rigiji, tuko Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuko Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Naomba zote tuondoke polepole tukiandamana na viongozi wetu. Tuandamane na viongozi mpaka cafe basi zote. Aha. Kule namuona Mheshimiwa Ilia Malala ambaye ndiyo host wetu pamoja na Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Zote tunaenda pole cafe, zote pole tu. Tuende pole. Anaitwa Basa na Mika Wanyinje. Kama anaona kiyeita. Akishika sana unaweka nuru kwake. Yai. Waliunia Moshe. Dia Moshe. Dia Mani unia Moshe. Dia Moshe. Basi wananchi wapenda Kakamega, tuandamane polepole tu mpaka pale cafe ili tuweze kuendana na kuongelesha na viongozi wetu polepole tu. Jamani ikishika sana. Dia Moshe. Dia Moshe ikibamba sana. Dia Moshe. Dia Moshe ikibamba sana. Dia Moshe. Dia Moshe ikikushika sana. Dia Moshe. Dia Moshe sikikunahisi sana. Dia Moshe. Dia Moshe mambo imechemuka. Dia Moshe. Dia Moshe mambo imechemuka. Dia Moshe. Dia Moshe kama umekubali. Dia Moshe. Dia Moshe kama umekubali. Dia Moshe. Dia Moshe tupate wote. Dia Moshe. Mkacheze wote. Dia Moshe. Dia Moshe. Unayimujira mwana wa mai, unayimujira eza mwana wa mai, unayimujira mai nyoba zubine umutambo kwa magale mwana wa mai. Siende. Leo nimewaletea wageni. Nimeleta hapa Rigiji. Nimeleta hapa Mheshimiwa Fred Matiang'i. Nimeleta hapa soja wetu anaitwa George Natembeya. Nimeleta hapa kiongozi wetu Stephen Kalonzo Musyoka. Nimeleta hapa kiongozi wetu Eugene Wamalwa. Tuko hapa na Mithika Linturi. Tuko hapa na Mheshimiwa Justus. Mnajua AG Attorney General anaitwa nani? Mutu. Nimeleta hapa Mheshimiwa Mugisa Kitui. Tuko hapa na Senator Onyonka. Tuko hapa na Senator Oruoba. Na tuko na viongozi wengi. Mimi tumekuwa mkutano kule Nairobi. Hawa majamaa wakaniweka kwa mkutano. Wakaniambia ati sisi tunasikia ati Kakamega huko ni kwa Kasongo. Mimi nikawaambia watulie, waone maneno. Wameona wajaona? Ruto Masko. Harambee! Aende asiende? Kwanza kabisa, nyinyi mnajua vizuri, mimi ndio nilileta huyo Kasongo hapa.
Huyo jamaa tulikaa chini tukakubaliana kwamba atatupatia barabara 1000 kilomita hapa mkoa Magharibi. Ametengeneza barabara yoyote? Huyo jamaa tukakubaliana atazindua kiwanda chetu cha sukari ya Nzoia na Mumias. Amezindua. Huyo jamaa tukakubaliana ataandika watu wetu kwa majeshi na kwa walimu. Amewaandika kazi? Huyo jamaa ni mwongo. Huyo jamaa, mimi nimekuja kutangaza hapa leo kwamba niliachana na huyo jamaa. Mimi niko katika hii kikosi ya One Town. Mtaniunga mkono? Mtaniunga mkono? Mimi nimesema sisi kama mkoa wa Magharibi tutashikana kwa nguvu. Mkiona huyu anatembea hapa, anatosha ama hatoshi? Anaweza ama hawezi? Mkiona huyu Eugene Wamalwa hapa, anatosha ama hatoshi? Sisi tumeamua tushikane. Ati wanasema ati hapa kwa Waluya ati mkipatia Wetana na Musalia kazi basi nyinyi mmeshiba. Sisi tumesema Wetangula alipewa nafasi ya kuchagua kati ya kuuza Nzoia ama kuuza chama yake. Akaamua kuuza chama yake, akaamua kuuza Nzoia. Sisi tunasema hatutaruhusu mtu yoyote ambaye atasimamisha hii jeshi siingie hapa town. Sisi tumepika pale Mraka. Jenzie! Vijana sikizeni. Tumefika hapa Mraka. Ati huyu mtu anaitwa Gavana Baraza ametuma watu pale Mraka ati wafungie sisi tusiingie hapa town. Inawezekana kweli? Mimi nataka munipatie ruhusa. Huyu Baraza 2027 nitatoa yeye longi yake fupi aende kwao. Aende asiende? Ni lazima tukomboe Kakamega. Mimi nimejitayarisha, nimejipanga. Nataka hii kaunti, huyu jamaa kuna maendeleo amefanya hapa katika kaunti yetu. Mimi nitakaa katika hii kaunti tuhakikishe tumeleta vijana wa hapa town wamepata ajira kwa kaunti yetu. Mtaniunga mkono jameni? Wangapi wataniunga mkono? Na ningependa kushukuru, mumesikia juzi tumefungua chama. Tumefungua chama mimi na DPG. Chama inaitwa nini? DCP. Hiyo ndio nyumba yangu. Jameni nyinyi watu wa Kakamega, mtaingia kwa nyumba yangu? Nataka nikisema DCP mnasema sikiza wa Kenya. DCP! DCP! Mimi nawaomba, nataka members of county assembly ambayo itachagua hapa nyumbani kwangu. Nataka MPs ambayo itachagua hapa nyumbani kwangu. Senator, mchague kwa chama cha DCP. Nikisema DCP mnasema sikiza wa Kenya. DCP! Harambee! Mnataka kusikia anatembea? Aongee asiongee? Karibu mheshimiwa anatembea. Niko na furaha nikiona mmejitokeza ili kukaribisha wageni wetu. Huwa nawaambia kwamba Western imeamua. Wanafikiri tunadanganya. Tumeamua tujaamua. Tumeamua tujaamua. Tunataka taifa la Kenya lisikie kwamba kuanzia 2027 going forward hakuna Mluya atakuja kugawanyika tena. Na kwa ile meza ambayo mambo inapangwa, tunapangiwa sisi, ile meza tunaenda hapo direct. Hatupitii mahali popote. Namna gani? Jamii namba 2 katika taifa la Kenya haiwezi kuwa inafanya kazi ya umaid na kazi ya watchman na kuchimba makaburi na kuchanja kuni kwa matanga. Hiyo tumesema. Tumesema. Hawa jamaa Nairobi hawajasikia.
Waluya mnasemaje? Mapendeleo, ukabila, njaa, umaskini, uongozi mbovu, mambo ya kuua vijana. Hawa viongozi wetu Wetangula, Mudavadi, Gen Z, vijana wa Gen Z. Yaani baraza, mnasema baraza nini? Baraza yenye muko chonjo na Western iko tayari. Nimeambia wenzangu ukombozi wa taifa la Kenya ya 2027 imeanzia Kakamega leo, si ndio? Na Kakamega imeongea, mkoa wa Magharibi umeongea. Ama namna gani watu wetu? Hiyo ni uongo ama ni ukweli? Uongo ama ni ukweli? Sisi tumesema mambo ya abduction ishe, si ndio? Mambo ya mauaji, wananchi wapewe nafasi ya kuongea na kukosoa serikali bila uoga, si ndio? Mimi vile ninasimama mbele yenu, mimi ni mfungwa wa kisiasa, I'm a political prisoner. Senye mnajua hii maneno kwa sababu ya kusema ukweli, si ndio? Sisi Waluya tukwangi waoga ama namna gani? Ama tumeanza kuwa waoga? Nyinyi mnakuwa waoga? Na tuweze kubali mtu atoke nje akuja tupangie siasa hapa ama namna gani? Hatutaki miradi ya siasa katika Western. Tuko pamoja watu wetu. Wale watu ambao walinunua Mumias, wakanunua Nzoia, wakanunua Pani Pepa, tunawapatia ilani kwamba tukipata uongozi tunawafukuza ama namna gani? Mali yetu lazima tairudisha, sisi hatutaki ujinga ama namna gani? Tuko pamoja watu wetu. Harambee! Harambee! Mimi naona watu wengine hawasemi hiyo maneno huko nyuma. Huko nyuma, harambee! Harambee! Muluya namba 2 Kenya, nafasi yetu itakuwa namba 2 kila mahali, tunapata kila kitu ambacho tunatakana. Ama namna gani? Tutakuwa namba msiembe tena. Nyinyi mnakubali maneno? Tukwenje hoja ama namna gani? Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi sisi kama jamii mbili, namba 2 katika idadi ya watu. Muende mchukue kura, mchukue vitambulisho, maana nyinyi ndio mnakomboa Kenya. Ndiposa mnaona watu wote wameweka macho hapa, si ndio? Tuko pamoja. Tuko pamoja. Ningependa nimkaribishe mwenzangu Eugene aseme kidogo, alafu atulete wageni wengine. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Harambee! Hebu nisikie, kuna wamama hapa? Kina mama hai, wamama peke yao. Harambee! Hey, okay, wanaume sasa. Harambee! Wow. Kakamega oye! Kakamega, mwasangale wakeni, mwasangale Rigiji, mwasangale Kalonzo, mwasangale Matiang'i, mwasangale Muturi. Sisi tumekuja hapa Kakamega kwa wageni wetu. Kakamega ndio headquarter ya the Mlembe Nation. Kakamega is like Rome. When Rome sneezes, the whole of Europe catches a cold. Hivi leo Kakamega mukiamua, Western yote itakuwa one. Tumekuwa kwa kina Kalonzo Ukambani, kutoka huko Kitui kwenda huko upande wa Machakos, Makueni wamesema ni one term. Kwa kina Matiang'i Kisii yote one term. Mlimani yote one term. Tumekuwa Pwani one term. Umasaini Jumapili iliyopita tumekuwa Umasaini. Kakamega headquarter ya Mlembe, nyinyi mwasemaje? Kakamega mwasemaje? Western mwasemaje? Hebu nione watu wa one term hapa. Ruto, Kalonzo, Kasongo. Sio Kalonzo. Kasongo. Kaongo. Sasa sisi tulikuwa tumesema Kasongo. Kakamega leo tumesema Kaongo one term. Lakini tumeleta wageni nyumbani. Kufika hapa kuna jamaa mwenzetu ana block tusiwaletee wageni. Tumeambiwa huyo jamaa anaitwa Gavana Baraza.
Sisi leo tulikuwa tunasema tumeamua Ruto ndio one term. Lakini huyu Baraza mnaamuaje? Baraza, Kasongo, Kaongo. Na mnaona Kileosi ako tayari jamani. Anatosha hatoshi huyu jamaa. So mwisho leo tunataka tuseme ni kwa nini tunataka Kasongo aende nyumbani. Sisi kama nyumba ya Mlembe, we are the house of peace. Sisi ni watu wa amani. Jamii ya Mlembe hatupendi damu. Haswa damu ya binadamu wenzetu ikimwaga sisi hatutaki. Tumekuwa na maandamano 2023 kama Azimio. Vijana 75 waliwawa. Tukawa na maandamano ya Gen Z mwaka jana. Vijana 60 wa Gen Z wamewawa. Hii June vijana wamerudi Nairobi kuweza kufanya ukumbusho wenzao. Vijana 18 wamepigwa risasi wamewawa na Kasongo na polisi wake. Kwa wale 18 kuna vijana wa Luhya 6 tunawaleta nyumbani. Kuanzia Jumamosi tunaanza mazishi ya vijana wetu wamewawa na Kasongo. Tuwauliza watu wa Kakamega, Kasongo na damu yake na serikali ya damu waende wasiende? Huyu jamaa alituahidi ya kwamba atafanya mambo yatoke bottom yaende wapi? Up. Atachukua bodaboda watoe bottom wapeleke wapi? Up. Mama mboga mtoke bottom muende wapi? Maisha yenu yamebadilika kweli? Are your lives better? Watu wa Kakamega, are your lives better? Your lives are bitter. Walimu mlio hapa na payslip, wauguzi mlio hapa na payslip, hata polisi mnaotupiga tear gas, payslip yenu Kasongo ameimaliza. Kama mnataka ukombozi, hii timu mnaona hapa ndio timu ya ukombozi. Hii ndio timu itawakomboa kutoka kwa ushuru wa Zakayo and will restore the dignity of the payslip. Mko tayari kutembea pamoja jamani? Uongo alisema ataokoa Nzoia, ameuza. Mumias ameuza. Factory mbili ambazo ziko hapa Gold Refinery Kakamega, Kasongo hajaunda. Tunasema aende asiende? Hebu nione mikono mnaosema aende. Waluhya tukiaga mtu tunasema Ruere Ruto, Ruere, 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 Ruere Kasongo, Ruere, Ruere Nyasaya Khulinde. Wacha nilete sasa Vice President Kalonzo Musyoka. Asanteni. Kakamega hoye. Unaweza kunipa wiper? Wiper. Nikisema wiper sema komboa Kenya. Nikisema wiper sema komboa wiper. Wiper. DCP. DAK. Sasa tumeona maajabu. Yaani Baraza anaweza atume vijana waweke tairi wazuie Kalonzo asije Kakamega. Hiyo si ni aibu? Wangapi wanasema Baraza apate aibu? Yaani kuna watu Kenya hii huwezi kuzuia. Ni kama kujaribu kuzuia maji ya mto Nile kuelekea Mediterranean Sea. Kenya ni moja. Na kwa hivyo nyinyi najua ni makozo wa Rigiji. Makazi ni wa Rigiji. Ama sivyo? Yeyote ambaye anaumizwa na Ruto kwa ushuru wake, kwa kusimamia serikali yenye mauaji, kwa serikali ambao inapatia guns, mawe, tear gas, kuumiza watoto wetu, yote huyo ni kasini yangu. Huyo ambaye umeumia, Waria, Muluya, Mujaluo, Mukikuyu, Kenya nzima, wote ni makasin kwa sababu wameumizwa na serikali ya Ruto. Wangapi wanakubaliana na mimi? Naomba niwasalimie, hebu angalia yule wale jamaa tujue kama tuko pamoja. Hebu angalieni. Tuwasalimie Makuzo huko sio? Tuwasalimie Makuzo. Kakamega kweli mmejitokeza. Mimi nilikuja hapa Muliro Garden. Nikaja na Weta. Wakati ule gavana alikuwa Paranya. Akafanya ile Baraza amefanya hapa leo. Akatutupia tear gas. Hata mimi nashangaa Weta.
Yeye amekoma, amewacha kuwa baba ya Roma, amekuwa baba ingine yajulikani, kwa sababu tulipigwa hapa tear gas. Alafu mwisha baadaye tulikuwa tunatetea nani? Raila. Ndio huyo. Mimi miaka 15 ya kisiasa na msupport Raila Odinga. Tukaja huku sasa, nasikia nyinyi mnangojea baba awaambie mtaenda njia gani. Umekataa. Wangapi wanasema mtajisimamia? Harambee, harambee. Mara ya mwisho kuona Oparanya alikuwa anamwita Omwami. Sasa yeye ameingia huko ndani kwa serikali ya Kasongo. Omwami mwisho tulikutana kwa mazishi ya baba yake Ken Marende pale Luanda ambapo tumetoka. Nikamuuliza Omwami, what happened? Tuliwachana, akikimbia sema ameambiwa na Ruto yeye makesi yake kama hii ya baraza, makesi mengi itaondolewa. Kwa hivyo usipoingia kwa serikali ya Kasongo utashikwa. Pengine huyu baraza anaogopa kushikwa vile vile. Mahali Kenya imefika, haitaki viongozi ambao wako na uoga. Mimi kutoka kupitwa tear gas hapa na Oparanya kuja kuingia kwa Azimio, alafu baba anaenda kutafuta kiti sijui ya AU, yeah? Alafu watu wengine walikuwa wanatuchekesha. Wanasema hii Addis Ababa. Baba anatoka hapa anaenda kuangukia mji wake anaita Addis ya baba. Kwa hivyo kumekucha. Hatutaki tena watu watekwe nyara na viongozi ambao hawana nia nzuri. Nia yao ni kuuza watu. Kenya ikubali. Ndio vijana Gen Z wakiwa na chupa ya maji na simu yao hii na bendera ya Kenya wakajitokeza, wakasema tunataka nchi yetu. Ndio wanakimbizana nao, wanashikwa. Tunataka tushukuru mahakama. Wengine wanajitokeza wazi kama Justice Mwita akasema stop the nonsense, stop the nonsense. Kijana Diangui amesema utamshika wewe Amin DCI. Mjue hii ni nchi, na wengi wetu ni mawakili. Hii ni nchi inatawaliwa na katiba ya 2010. Hiyo katiba ukishika mkono, kanyanga nchi yako kwa raha na furaha. Weka kifua mbele na ile kitu ingine nyuma. Hakuna mtu anaweza kukutoa na kukutisha. Uko chini ya ulinzi wa katiba wa 2010 ambayo sisi na kina Kibaki tulianzisha. Hiyo ndio katiba inasema Kenya shall be a multi-party democracy. Ndio naona kijana yangu Malala akisema yeye ni DCP na namuunga mkono kikamilifu, sio? Ndio naona Rigiji yako na DCP, ama sivyo? Ndio naona my friend Eugene Wamalwa anakalia Democratic Action Party of Kenya. Ndio naona ndugu yangu Matiang'i atatutangazia chama hivi karibuni. Na unaona mimi nikisema hawa ndugu wawili hawa ambao mmoja ni party leader wa DAP na mwingine ni deputy party leader, governor Natembeya, wakamshika kiholela. Ndio sema msiogope, muwe na ujasiri kama governor Natembeya. Walikuja wanabeba pesa ya kuonga vijana Trans Nzoia pale Kitale. Vijana wakachukua hiyo pesa, alafu anajaribu kumpeleka kotini Natembeya. Mimi na Eugene tukaenda mahakama, tukamtoa Natembeya. Kwa hivyo lazima, kama kina baraza wanaogopa kushikwa, hiyo sio hoja. Ukishikwa na watoto wa Kenya wanapata afuani, wewe unakuwa kiongozi kabisa. Lakini ukiwa ni kiongozi muoga, uwezi hata mwenyewe kujisaidia, utakuwa unateswa tu na Ruto. Unaambiwa utatu. Afadhali wengine, my friend Mudavadi, hata chama inamezwa na Kasongo. Hii mambo gani jamani? Tumetoka mbali na hawa ndugu. Oparanya akaniambia pale mazishi kwa baba yake Ken Marende, kina Kalonzo hawana pesa, hawana nini. Basi watajua hiyo pesa na mtaambiwa na Rigiji jinsi ya kufanya hiyo mapesa. Alright? Imagine Oparanya anasema Kalonzo anataka kunitoa peremende kwa mdomo.
Kiongozi gani anaweza kuongea lugha hiyo? Wakenya wana njaa na wanasema wanakula peremende. Hutaki utolewe peremende. Kwa hivyo tumekuja kutangaza ukombozi wa Kenya. Kakamega hoye! Kakamega hoye! Hata nimekuja na viongozi wengine wa ujumbe hapa kabla ya kuwapatia ndugu zako hawa kina Matiang'i. Nataka niwaambie tuna wajumbe, kuna Makali Molu, Ngunda huko. Tuko na mheshimiwa mjumbe wa Kaiti huko Makueni. Daktari Ogari anataka kuwa gavana kule, haijaenda. Na yeye angeshukuru sisi kwa kusema one term, because wa Kenya wanaona hata hiyo one term imeleta shida kubwa. Nimesikia Arambe. Arambe. Nataka kusema mambo mawili tu kwa sababu tuko wengi na wakati umeenda. Kwanza kabisa ninawashukuru nyinyi wote, hasa vijana Gen Z vile mmejitokeza hivi. Yale mambo ambayo tumeona hapa, eti kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi anataka kutusuia tusikuche hapa. Mimi nasema hiyo sio aibu. Hiyo ni ujinga tu kwa sababu kwa sababu tumechagua demokrasia. Yaani kwani nyinyi wote hapa Kakamega vijana ni watoto wa gavana? Sasa akuja kuamulia nani mnafikia na nani mnakaa na yeye? Hapana bwana. Mwende mumwambie huyo kiongozi people rising up now. One time, and ignore our voices. One time, justice must prevail now. One time, one time, every leader must know. One time, power comes and goes. Bungoma hoye! Hapa ni one time kweli. One time. People rising up. One time. We are tired now. One time.
Tafadhali twende polepole, wananchi wako nyuma wanatufuata kwa miguu. Twende polepole, wananchi wako nyuma.
Wana Bungoma, tuonyeshe Kenya nzima ya kwamba tumesema one time kwa kidole juu ya hewa. Wapi kidole moja juu ya hewa? DJ niangushie one time. Acha kuinua mkono, unanizimia nani? Every leader must know. One time comes and goes. One time do we what can say. One time where the sun goes. One time where we'll play. One time where we'll watch it. One time where we'll easy. One time. One time people rising up now. One time let's ignore our voices. One time justice must prevail now. One time. One time. One time.
tumechoka sasa, we are tired now. One time tunasema leo, one time umoja, one time. One time. Nyinyi vijana wangu wa Gen Z, nyinyi ndio tegemeo la Kenya, na nyinyi ndio mtaokoa Kenya. One time. Nyinyi ndio mtasaidia wa Kenya kupunguza kasoro. One time. One time. Wana Bungoma haye! Tufungue njia kidogo, viongozi wafike, tufungue njia kidogo. Kuja nani? Kuja. Kuja kabisa. Fungua njia.
Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Bungoma oye! Wacha bwana wa mwenyeji atukaribisha hapa. Bungoma oye! Mumefurahia wageni? Hebu nionyeshe kwa ishara mnakaribisha wageni. Nataka kuambia kitu kimoja. Sound, rudi nyuma kidogo. Harambee! Nataka kwa sauti moja watu wote wasikike mpaka huko Sugoi. Harambee! Mkono juu, harambee! Mumekaribisha wageni tena. Sasa nataka mwe watulivu. Mungetaka wageni watuongeleshe. Kwamba ile harakati ya kukomboa Bungoma upya imeanza. Mutajiunga na sisi. Ya pili, Bungoma lazima sisi tuhesabiwe. Huko Busia wanasema one term, Kakamega wanasema one term, Vihiga wanasema one term, Trans Nzoia wanasema one term. Je, nyinyi mnasemaje? Nyinyi mnasemaje? Nione. Sasa tuko na viongozi hapa. Tuko hapa na Rigiji mwenyewe. Tuko hapa na Cleo Malala. Tuko hapa na senior wetu Kalonzo Musyoka. Tuko hapa na mtoto wenu Eugene Wamalwa. Tuko hapa na mtoto wenu Fred Matiang'i. Mtoto wenu mwingine George Natembeya. Na viongozi wengi tuko hapa na Zakaria Barasa. Tuko hapa na JP Muturi. Omwana wenywe Mugisa Kitui. Tuko hapa na Richard Onyonga. Sasa yangu ni kukaribisha wageni na kuhakikishia wa Bungoma ni one. Bungoma ni one. Ruto must. Ruto must. Asante sana, nimlete Mheshimiwa Eugene Wamalwa aweze kuwaongelesha na aongoze hiyo kipindi imebaki. Bungoma, hebu tusalimiane hewani, hebu tusalimiane hewani. Harambee! Harambee! Ninyi mmeandikwa kazi kweli? Mimi nimekuja kuwaomba tafadhali. Huyo William Ruto mimi ndo nilimletea kura hapa. Akafika huko hata kazi akajitupa nje. Leo nimekuja kuwaomba tuachane, tumfukuze aende Sugoi. Aende asiende. Aende asiende. Hii ni timu kubwa ya ukombozi. Ngoma ya ukombozi huwa inaanzia hapa Bungoma. Na leo tumekuja Bungoma kuanza ngoma ya ukombozi. Sawa sawa? Muko tayari tukomboe Kenya? Kutoka kwa ushuru wa Zakayo, kutoka kwa mauaji ya Zakayo, kutoka kwa wizi wa Zakayo. Sisi leo tuko hapa kuambia hii ndio timu ya ukombozi. Na nimekuja nyumbani kuambia watu wa Bungoma, mumeniona nikitembea na Kalonzo Ukambani. Ukambani yote, Kitui, Machakos, Makueni wako one term.
tumekuwa kwa kina Matiang'i, huko yote ni one term. Mlima kwa Rigiji yote ni one term. Tumetoka Masaini ni one term. Bungoma mnasemaje? Bungoma mnasemaje? Harambee! Ruto! Kafongo! Kaongo! Zakayo! Mikono tena nione. Leo twasema hivi kwa Bwana Ruto, umemwaga damu ya watoto wetu Gen Z. Sisi watu wa Mlembe ni watu wa amani, hatukubali uongozi wa damu. Umemwaga damu ya vijana 75 kwa maandamano yetu ya Azimio. Umemwaga damu ya vijana Gen Z 61 kwa maandamano mwaka jana. Watu wa Bungoma, hii mwezi imekwisha, June 25th, tukifanya maandamano, vijana wetu wamewawa hapa. Webuye tunaenda kuzika kijana anaitwa Kenneth Wafula, amepigwa risasi Karatina na askari wa Ruto. Kesho tunaenda kumzika hapa Webuye. Tumetoka kule Butula, kijana amepigwa risasi akiwa Mwiki upande wa pipeline. Nimepata mama yake anaenda kuzika mtoto wake. Hapa Bungoma mwaka jana kuna kijana mjukuu Elijah Masinde anaitwa Willy Sitati, kijana mwenzenu aliwawa Nairobi, tumemzika Maeni. Hii uongozi ya damu ya Bwana Ruto, mnakubali Ruto ende asiende? Na damu yake ende asiende? Mauaji yake ende asiende? Pili, kuna wizi. Gen Z walisema wakomeshe mambo ya ufisadi na wizi. Hapa kwenu wameiba factory yenu ya Nzoia. Nzoia imeenda haijaenda? Ruto aliahidi siku 100 mkimpigia kura, akiweka Biblia chini, ataleta mashini mpya Nzoia. Alisema hakusema? Mashini alileta, si ameuza? Alisema atalipa wakulima wetu wote wa miwa. Hadi sasa wakulima wamelipwa, wafanyikazi wote wa Nzoia hawajalipwa. Ruto na uongo wake aende asiende? Sasa leo nataka tupeane nafasi kwa wenzetu. Tumeamua sisi tutashikana vile Wamalwa na Kibaki walishikana. Mnakumbuka Wamalwa alienda akaenda Nyeri, akapata Kibaki, wakashikana, waliunda serikali ya wakunda. Tumeenda Nyeri, tumepata mwanaume anaitwa Rigiji. Mumeona huyu wa Munyoro? Mnakubali tutembee naye? Tutembee naye vile Wamalwa atembee na Kibaki, tuunde serikali? Wangapi wanatupa ruhusa twende na Rigiji? Wamalwa alitoka hapa akaenda Ukambani akatafuta Ngilu na Kalonzo. Mumeona Kalonzo hapa? Mnatupa ruhusa tembee na Kalonzo? Twende Ukambani tutafute marafiki tuunde serikali? Wangapi mnatupa ruhusa hapa? Matiang'i yako hapa na Wakisii wote umeona Onyonga pale, baba na Befwe mama Masava. Mnakubali tutembee nao jamaa? Tutembee na Gen Z tuunde serikali? Basi nataka nilete nafasi hii the 10th Vice President of the Republic of Kenya, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. Hapa ni Bungoma. Bungoma hoye! Bungoma hoye! Bungoma one term! Bungoma one term! Basi kabla ya kuongea, tumekuja timu kubwa sana ya Wiper.